Habari marafiki, leo hebu tuzungumze kuhusu nani anayefaa kufanyiwa upasuaji wa kubadilisha sehemu ya goti, half knee replacement, au kubadilisha goti upande mmoja tu, unicondylar knee replacement. Kwanza kabisa, upasuaji huu unafanywa kwa wagonjwa ambao wana tatizo kwenye sehemu moja tu ya goti au ugonjwa wa arthritis kwenye sehemu moja tu ya goti. Katika goti letu, kimsingi, kuna sehemu tatu kuu. Moja ni sehemu ya ndani ya goti, medial, nyingine ni sehemu ya nje, lateral, na ya tatu ni kati ya kikombe cha goti na mfupa wa paja, femur, ambayo inajulikana kama patelofemoral au sehemu ya mbele ya goti. Kwa hiyo, upasuaji wa kubadilisha sehemu ya goti hufanywa kwa wagonjwa wenye ugonjwa wa arthritis kwenye sehemu moja tu ya goti, na mara nyingi huwa ni kwenye sehemu ya ndani ya goti au medial compartment. Vigezo au nani anafaa kufanyiwa upasuaji huu? Kwa kawaida, upasuaji huu hufanywa kwa wagonjwa wenye umri kati ya miaka 40 hadi 55 au wagonjwa walio na umri zaidi ya miaka 55 lakini wenye arthritis kwenye sehemu moja tu ya goti. Hili, mgonjwa anapaswa kuwa na uwezo mzuri wa kupinda na kunyosha goti. Hii inamaanisha kuwa mgonjwa anapaswa kuwa na uwezo wa kunyoosha goti kabisa na kulipinda kikamilifu. Tatu, mishipa yote ya goti inapaswa kuwa salama, hasa ligament ya mbele ya goti, anterior cruciate ligament. 4, hakupaswi kuwa na ulemavu mkubwa kwenye goti. Hii inamaanisha hakutakiwi kuwa na ulemavu mkubwa wa goti kuelekea ndani, varus, au kuelekea nje, valgus. Na katika uchunguzi wa daktari, mgonjwa anapaswa kuthibitisha kwamba ni upande mmoja tu wa goti unaouma. Hasa ni sehemu ya ndani ya goti au compartment ya kati, medial compartment. Sasa, kabla ya kumpa mgonjwa ushauri wa upasuaji wa kubadilisha nusu ya goti, huwa tunajaribu kwanza kutumia dawa, mazoezi ya viungo na mazoezi ya mwili. Kama hakuna kitu kinachofanya kazi, ndipo tunapomshauri mgonjwa afanyiwe upasuaji wa kubadilisha nusu ya goti. Kwa kweli, huu ni upasuaji kwa wagonjwa ambao bado wana shughuli nyingi. Wenye shughuli nyingi ni wale wanaotaka kusimama, kutembea, kupanda ngazi, na watu ambao hawataki maisha yenye mipaka baada ya upasuaji. Ndiyo maana upasuaji huu hufanyika zaidi kwa wagonjwa wa umri wa kati au kati ya miaka 40 na 55. Kabla ya upasuaji, tunampiga mgonjwa picha za X-ray na MRI kuhakiki wa sehemu moja tu ya goti imeathirika. Kwa hiyo kama wewe ni kijana, una shughuli nyingi na unateseka na maumivu ya goti, na X-ray na MRI yako inathibitisha kuwa ni maumivu ya goti kwa sababu ya ugonjwa wa baridi yabisi kwenye sehemu moja tu ya goti, basi unaweza kukutana na daktari wako na kupanga upasuaji wa kubadilisha nusu ya goti. Kwa kawaida, tafiti zote au machapisho kama UK Registry au National Joint Registry au mwongozo wa American Academy of Orthopedic Surgeons zinasema kwamba kama upasuaji utafanywa kwa sababu sahihi na kwa mgonjwa anayefaa, kiwango cha mafanikio ni karibu 90 hadi 95 kwa miaka 10 hadi 15, na kinatoa matokeo mazuri sana kwa wagonjwa wa aina hii. Kwa hivyo, ikiwa unafikiria kwenda kufanyiwa upasuaji wa kubadilisha goti la nusu, kutana na daktari wako, jadili kesi yako naye, na nina uhakika atakuongoza njia sahihi. Kila la heri.